Nataka nikwambie hivi, katika nafasi hii tuliyoipata, ndio maana unatakiwa kujua thamani ya wokovu ulio nao. Kama Mungu ameamua kutuma mpaka malaika kutoa ushuhuda huu, ndio wapeleka taarifa, ndio wasemaji kwa ajili ya jambo hili, wewe unalichukulieje? Wewe unaishije kwenye wokovu? Unaishi kama kitu cha kawaida? Unaishi kama kitu cha kuchezea? Unaishi kama kitu cha siku mbili? Unaishi kama kitu cha kwako? Unafananisha na gari, unafananisha na elimu ulio nayo, unafananisha na pesa, unafananisha na ATM yako inavyosoma. Ni vitu tofauti. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Hebu ona hili jambo ni la thamani, linakupa kibali ambacho hakuna popote ukienda zaidi ya kukaa kwenye wokovu. Utakapopata sifa ya kuwa mwana wa Mungu, hamna. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili tu ndiko inapopatikana nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Ni kwenye eneo hili tu la kuokoka peke yake ndilo linalokupa thamani hii, lakini kwingine kote kitakupa thamani ya kuwa afisa ugani wa kata, itakupa thamani ya kuwa mganga mkuu wa kituo cha afya, itakupa thamani katika vitu vilivyoko duniani. Hii imetupa thamani ya vitu vya mbinguni. Sisi ni watoto wa Mungu mbinguni. Mbingu zinajua, wapendwa, malaika wanajua, maserafi wanajua, na wazee 24 wanajua, na viumbe vyote vya ibada vya Mungu vinajua sisi ni watoto wa Mungu.